Bwana, loading to subscribers 1000 hapa Eze Sports TV. Tuna jambo letu kubwa kama ambavyo nimekujuza, cha kufanya we subscribe, lakini pia share na kwa washikaji ili kusudi tuendelee kukimbizana. Sasa hizi tuko wachache, tunataka kuongezeka mpaka tufike subscribers buku. Kikubwa mimi nakuletea uchambuzi wa ligi kuu soka Tanzania bara. Ni mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Michezo miwili mikubwa inapigwa siku ya leo, na ni michezo ambayo inaenda kutoa taswira kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao unapigwa weekend hii hapa. Mchezo wa kwanza kabisa ni mchezo wa wananchi Young Africans ambao wanawakaribisha maafande wa JKT Tanzania, na hapa nataka tuangaze kidogo mchezo huu ambao unapigwa majira ya saa 10 kamili za jioni siku ya leo. Kwanza bana, mchezo wa Yanga na JKT haujawahi kuwa ni mchezo mwepesi. Misimu miwili mfululizo Yanga pale Meja Jenerali Samuel anapokutana na JKT imekuwa ni changamoto kubwa sana kuondoka na alama zote tatu. Huwa anaondoka na alama moja, lakini pia hata wanapokutana hapa KMC game huwa ni ngumu. Msimu uliopita Young Africans ilishinda bao moja. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo huwa inakuwa ni ngumu. Na ugumu unaanzia wapi? Ni kutokana na ubora ambao ana Hamadari, namna ambavyo ametengeneza kikosi cha JKT, aina ya wachezaji ambao anao na namna ambavyo ana approach mechi ya leo. Hivi ndio vitu ambavyo vinafanya niamini hata mechi ya leo inaenda kuwa mechi ngumu. JKT wako bora kuanzia kwenye eneo la defensive, kuanzia eneo la midfield, lakini pia ukija eneo la attacking wanao matop scorer wawili, Saleh Karabaka pamoja na Paul Peter Kasunda. Hawa ni wepesi sana wa kucheka na nyavu. Kwa hiyo mchezo leo unakuwa mgumu. Kitu cha pili ambacho kinaofanya mchezo pia unakuwa mgumu, ukienda pale kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC, ukiangalia Young Africans inashika nafasi ya pili ikiwa na alama 25, wakati nafasi ya kwanza ni JKT Tanzania wana alama 28. Maana yake ni kwamba kama Yanga anapata matokeo anaenda kumshusha JKT pale kileleni kwenye margin ya mabao. Young Africans ana mabao 20, ana faida ya mabao 20, wakati JKT Tanzania wana faida ya mabao 8 pekee. Kwa hiyo unaona jinsi mchezo utakavyokuwa mgumu. JKT hawataki kukubali kushuka pale kileleni. Young Africans wanahitaji kukaa pale kileleni. Technically ndani ya pitch nafikiri timu bora ndio hiyo kwenye kutengeneza nafasi na kuzitumia ndio itakayopata matokeo. Sawa, kwenye game kadhaa kumekuwa na rotation kubwa kwenye upande wa klabu ya Yanga, na kama mwalimu atafanya rotation inaweza ikaathiri kwa kiasi gani mchezo wa leo kwa upande wa Yanga kupata matokeo, lakini Yanga wamekuwa na back to back games tofauti na JKT Tanzania, inaweza ikawa na faida gani kwa upande wao? Rotation anaweza kuifanya, japo nina wasiwasi kama atafanya rotation huenda aka underperform. Mechi iliyopita Yanga ame underperform, kila mtu ameona namna ambavyo amecheza. Kwa hiyo anaweza akafanya rotation aka underperform na baadaye lawama anapewa nani? Anapewa kocha. Kwa hiyo nafikiri kocha anahitaji kuwa makini sana. Nafikiri baadhi ya key players ambao walikosekana kwenye mchezo wa siku ya mchezo uliopita leo wanahitaji kurejea. Na tumeona amezungumza baadhi ya wachezaji kama kina Pakome, akina Dube pamoja na Edmund John walikosekana. Leo jana wametrain na timu na leo wanarejea kwenye kikosi. Kuna faida kubwa sana kuwepo kwa Pakome ndani ya uwanja, lakini pia kuna faida kubwa sana ambayo ataipata endapo ataanza na double striker. Yanga sasa round hawana pure number 10 ambaye anatengeneza nafasi. Na mimi naamini kama mwalimu ataenda na double striker, ile mipira mingi ambayo inazagazaga ndani ya penalty area inaweza kawasaidia wao kufanya ni kuweza kufunga, kwa sababu Depu bora ndani ya penalty area anafunga, Dube ni bora ndani ya penalty area anafunga. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya mwalimu kumrejesha Pakome kwenye kikosi, na hata Dube kama amerejea basi aanze kuanza na double striker. Tulishuhudia kwenye mechi ya ligi ya mabingwa alianza na double striker, Yanga ilipata mabao mangapi? Mabao 3. Kwa hiyo kama anafanya rotation au makini na rotation ambayo anaifanya, wachezaji ambao anawabadilisha basi awe na uhakika wanaenda kumpa ile exposure ya performance kubwa kwa kutengeneza nafasi na kufunga pia. Hii inaweza ikaisaidia Yanga kupata matokeo kwenye mchezo wa siku ya leo. Kwa upande wa JKT, Ahmad Ally amekuwa naye anafanya rotations hapa na pale, lakini ni miongoni mwa mwalimu ambaye timu yake hairuhusu sana mabao, lakini pia na kufunga nako sio kwa kiasi kikubwa sana. Afanye nini sasa siku ya leo ili kusudi kuhakikisha haruhusu kufungwa, lakini pia walau watengeneze nafasi ambazo zinaweza kumpa mabao kwenye mchezo wa leo? Nafikiri ni kupanga wachezaji ambao anaamini wanaweza kumpa matokeo ushindi, na tunafahamu fika wachezaji wanapokutana na hizi timu huwa wanajituni wenyewe, wanaonyesha performance kubwa. Mwalimu hutumia energy kubwa nyingi sana kwa panga, kwa sababu wao wanataka kuonyesha ubora kama timu pinzani walionao. Leo hii eneo la defensive anapaswa kuwa imara, hususan ni eneo ambalo anacheza Lauren Makame. Ni mtu ambaye amekuwa na zile individuals
era nyingi sana, kuna kitu ambacho lazima aweze kumwambia. Na eneo la kiungo wako bora sana, watu kama kina Ibrahim Hamis, akina Nasoro Maudi michezo, anaye Peter Bajana kwenye kikosi, lakini pia eneo la juu na Tepsi Evans ambaye amekuwa ni driver mzuri wa timu. Kwa hiyo wana link up vizuri namna ambavyo anacheza. Kikubwa zaidi kwa upande wake ni kuhakikisha kwanza kwamba anatengeneza eneo gumu la ukuta, na akitengeneza ukuta mgumu ambao utawafanya Yanga wao wana struggle sana kutengeneza nafasi, na hizi timu zinafungwa kwenye high transitions, na magoli mengi ambayo anafunga JKT ni high transition, mpira kasi, anatumia sana mipira mirefu. Sometimes pindi ambapo anaona kutembeza mpira pasi moja moja inashindikana, huwa anatumia mpira mirefu, inapigwa mpira mirefu kwa kina Valentino Mashaka kusengama, kwa kina Paul Peter Kasunda pamoja na Saleh, wanatuliza kwa sababu wanaweza kuondoka na 1v1 wote hao watatu, hususan kwa upande wa Saleh Karabaka ndio yuko vizuri zaidi ya kuondoka kwenye 1v1. Kwa hiyo unapokuwa unatumia mipira mirefu, inawezekana ikawa ni njia rahisi ya yeye kwenda kupata matokeo. Rotation sio muhimu sana kwa upande wake kwa sababu anaenda kukutana na timu bora. Nafikiri first 11 yake ambayo amekuwa akianzisha mara kwa mara ndo aende kwanza nayo. Ukifanya rotation mbele ya Yanga alafu wewe ni underdog, maana yake ni kwamba huwezi kupata ile performance ambayo unahitaji. Aachie full squad ili apate ile performance ambayo amekuwa akipata kwenye baadhi ya game. Joto la dabi ya Kariakoo linazidi kupanda. Linaweza likaathiri vipi matokeo ya mchezo wa siku hii ya leo? Sasa tukiangalia namna ambavyo klabu zote mbili kwa upande wa mtani na hawa Yanga wanaonekana kama kila mtu anataka kumvizia mwenzie katika dabi. Matokeo yataathiri endapo Yanga atafunga. Hicho ni moja. Lakini kama anashinda maana yake inaongeza chachu. Yeah. Kwa hiyo kama anapoteza huenda kwenye dabi akaingia na hofu. Lakini kama anashinda tena kwa margin kubwa ya magoli, maana yake ni kwamba inaongeza ile morale. Kwa sababu unapodondosha alama kabla ya dabi ya Kariakoo, maana yake ni kwamba unamuongezea mwenzako hali ya kujiamini zaidi. Kwa hiyo kama alikuwa na kuja na gear ya 60, hiyo game atakuja na gear ya 100 kwa sababu anajua kabisa yes, kumbe wewe kupoteza mchezo inawezekana. Kwa hiyo mechi za leo zina pressure kubwa sana kwa timu zote mbili, kwa sababu kama unadondosha alama maana yake ni kwamba unamfanya mwenzako ajiamini zaidi, lakini pia unatengeneza gap la alama. Kwa hiyo hata dabi inakuwa na uzito mkubwa, kwa sababu wanaamini ama wachezaji wote wanaamini kama wewe umepoteza game manake umeshatengeneza gap. Kwa mpaka hivi sasa gap ni alama 3. Kwa kama unadondosha hata alama moja wanaongeza ukubwa wa gap. Kwa hiyo kitu ambacho kinafanya dabi na inazidi kuwa na pressure kubwa zaidi. Sawa, tutazame upande wa Simba na Dodoma Jiji. Ni game ina gani? Ahmad Josia ni miongoni mwa walimu ambao wamekuwa wanazipa pia wakati mgumu hizi timu kuweza kupata matokeo. Simba waendaje, lakini pia na Dodoma Jiji wafanyaje ili kuweza kuhakikisha wanawazuia Simba ili wasiweze kupata ushindi? Dodoma Jiji mbele ya Simba, Dodoma Jiji imeonekana kuwa ni nyonge. Huwa wanashindwa kupata matokeo, haijalishi ni home au away. Sikumbuki mara ya mwisho ni lini Dodoma Jiji walijaribu kumzuia Simba. Ni mechi nzuri ambayo ukijaribu kuangalia itaenda kuamuliwa na quality players. Hawa ndo watakaoamua ubora wa mchezaji mmoja mmoja ndani ya uwanja. Hapa ndo watakaoamua. Nafikiri Ahmad Josia anapaswa kuwa na discipline, anapaswa kuwa na nidhamu kuanzia eneo lake la ulinzi. Unapocheza na timu kama Simba lazima uweze kuwa na discipline. Nilikuwa nasikia namna ambavyo anazungumza Moses kwamba wao hawawezi kupata basi. Guys, Dodoma Jiji ikipishana na Simba wanaokota nyingi nyavuni. Yaani huo ndio ukweli na uhalisia kama wanapishana na Simba. Kwa sababu ukipishana na Simba unaacha nafasi juu nyingi zinakuwa wazi. Imagine mafullbacks wako wamevarapo wameenda kushambulia. Una Liba Sigwe, una Asnet Oura, katikati una Jospin Loemba, una Kratos Chota Chama. Wana kasi, si ndio? Wanapiga zile penetration pass kwa haraka, wanashambulia, wanafika. Kwa hiyo kama kweli hawatapaki basi idadi ya mabao yanaweza yakawa mengi, tofauti na kama wakicheza kwa discipline, kwa bora mkubwa. Kitu kingine ni kuto kucheza mpira set pieces. Simba wanaonekana sisi around ni kama wameamka kwenye mipira ya kutenga. Mechi iliyopita na Prisons mabao yote mawili yalipatikana kwa njia ya set pieces. Anapiga free kick Loemba, anafunga Suleiman, anapiga penalty shine. Kwa hiyo lazima uweze kuwa makini kwenye hayo maeneo yote mawili. Eneo la juu sina wasiwasi na Dodoma Jiji. Wanaye William Edgar, wanaye Faraja Kayanda. Hawa ni watu wawili ambao wanatengeneza partnership nzuri sana, namna ambavyo huwa mtu anayecheza nao na nyuma yao Finn, namna ambavyo anajua jinsi gani ya kuweza kuwatengenezea. William Edgar sio mtu ambaye anakaa kwenye eneo moja. Utamkuta kulia, utamkuta kushoto, utamkuta chini. Ni maeneo ambayo amezoea kuyacheza. Sometimes anaovuta mabeki pembeni, anaenda pembeni, mabeki wakisogea anapiga cross, ama anarejesha mpira nyuma, ama anapiga cutback pass.
ili timu iweze kutengeneza nafasi na kufunga. Kwa hiyo mwalimu lazima aweze kuweka mpango mkakati. Cha kufanya kikubwa zaidi kwa Ahmad Josia ni kucheza na idadi kubwa ya watu wengi kwenye eneo la ulinzi ili kuwanyima space Simba za kutengeneza nafasi na kufunga, alafu yeye atumie long balls, mpira mirefu kwa kumtafuta Wile Edgar pamoja na Faraja Kayanda ambao wanaweza kutunza, kisha kuwapisha Finn na wenzake wapite, ama wakishamiliki mpe Finn mpira, kwa sababu yeye anajua ni sehemu gani ambayo anaweza kapeleka na timu ikatengeneza nafasi. Hicho ndio kitu ambacho anapaswa kufanya. Kwa Simba hawana cha kupoteza. Wao kutoka dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho watakuwa wanapushi mashambulizi ili kutafuta matokeo. Kwa hiyo watakuwa bora zaidi kwenye eneo la kushambulia muda wote. Cha kufanya ni matumizi ya sahihi ya nafasi. Wanatengeneza nafasi lakini wanashindwa kuzitumia. So Steve Becker cha kuambia wachezaji wake ni kuwa makini kwenye finishing. Ni rahisi kwao kupata matokeo. Sawa, na hiyo swala la finishing imekuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo imekuwa kilalamikia sana. Kuna uwezekano mkubwa pia wa Soa kuwa kurejea kwenye game kwa sababu adhabu yake inawezekana ikawa imemalizika. Unadhani mwalimu anahitaji kuongeza nguvu kwenye siku hii ya leo, na hasa ukiangalia pia umuhimu wa mchezo huu ama matokeo haya kuelekea dabi ya Kariakoo? Soa hayupo kwenye timu. Soa ametumuliwa kambini kutokana na discipline ya kutoroka nje ya kambi. Kwa hiyo Soa hayupo moja kwa moja anakosekana kwenye mchezo siku ya leo. Options iliyopo kwa mwalimu ni kuondoka na Suleiman Mwalimu Gomez kwenye eneo la juu. Na Gomez kwenye mechi 2 mfululizo za ligi kuu amefunga. Japo anapoteza nafasi, lakini anafunga. Kama angekuwepo Jonathan Soa ingekuwa ni options nzuri ya kuondoka naye, bora na utulivu ambao amekuwa akionyesha na namna ambavyo amekuwa akitulia. Soa ni miongoni mwa mastrika ambao wanapenda sana kutengenezewa nafasi ili aweze kufunga. Na kama hatengenezewi nafasi ndo huwa zinatokea hizo issue ambazo zimekuwa zikitokea zaidi kwa upande wake. Kwa kuwa ana kiu ya kufunga ama kwa kuwa anatamani kufunga, lakini ile hali sasa hatengenezewi nafasi, hapati mipira, ndo huwa ile pressure inampanda na anacheza zile rafu mbaya ambazo amekuwa akicheza. Lakini kama Soa atapata mtu ambaye anamtengenezea na anafunga, hayo mambo mengine ambayo yamekuwa yakitokea tu hawezi kuyaona. Kwa hiyo Soa angekuwa mtu muhimu zaidi kama angekuwepo, lakini kutokana na issue ambazo zinaendelea kati yake yeye pamoja na kocha pamoja na Simba kwa ujumla, hayupo kwenye timu, anakosekana. Angekuwepo, yes, kuna kitu ambacho kingeonekana zaidi kwa upande wake. Ni mzuri, ni mtulivu, lakini pia ni mtu ambaye analijua goli aidha ndani ya box ama nje ya box. Kwa hiyo kama angekuwepo Soa, ingekuwa ni vizuri zaidi kwa mwalimu kwanza naye ili kuhakikisha kwamba anampa ile composure ya kuelekea dabi ya Kariakoo, kurejesha ile fitness yake, kurejesha yale mazoea yake ya kufunga. Kwa hiyo kwa kuwa hayupo, nafikiri options iliyopo ni kuondoka na Suleiman Mwalimu. Sawa, kwa kumalizia, Azam anacheza na Mtibwa Sugar majira ya saa 3. Hii itakuwa ni mechi ambayo itawasaidia Azam kugain momentum ya kuja kuwakimbiza Simba na Yanga katika kuzitafuta zile nafasi za juu, kwa sababu ndizo ambazo wanazitafuta. Azam wana mechi ngumu sana, na wana mechi ngumu sana wanapocheza nyumbani. Ni kitu ambacho kinanistaajabisha kidogo, kwa sababu mechi 2 za mwisho ambazo wamecheza pale Azam Complex wamepoteza alama 2. Walicheza na Fountain wakasare, wakacheza na Singida Black Stars wakasare. Leo wanarejea na Mtibwa ambaye pia hayupo kwenye form. Mechi 2 amepoteza mfululizo, walipoteza na Mashujaa, kapoteza na Singida Black Stars juzi. Nafikiri mechi itakuwa ni ngumu zaidi kwa upande wa Azam, kwa sababu huwa anapata changamoto anapokutana na timu ambayo inakaba kwenye low block. Amekuwa akishindwa jinsi gani ya kuweza kuifungua. Japo this time around ni kama kocha amepata majibu namna gani ambavyo anamtumia Idi Suleiman Nado. Azwai amekuwa na consistency ya kufunga nje ya box, kwa sababu unapokutana timu ambayo inakaba kwenye low block, maana yake ni kwamba options iliyopo ni ufunge nje ya box. Nado amekuwa ni jibu sahihi kwa Mwalimu Florent Ibenge. Ni mechi nzuri. Nafikiri Mtibwa kama wasipojirekebisha na wakacheza kama walivyocheza kwenye mechi 2 za nyuma, wanaweza wakapoteza. Wanashindwa kucheza compact nyuma, wanafunguka kwa haraka, wanataka nao wakashambulie. Unapocheza na timu kama Azam, unahitaji na wewe ukashambulie, yenye watu kama kina Nado, yenye watu kama kina Faisal, yenye watu kama kina Pascal Msindo, ni rahisi sana kukufunga wewe. Kwa hiyo Mtibwa wanahitaji kubadilika, wacheze wengi nyuma, wacheze kama walivyocheza na Yanga, wacheze kama walivyocheza na Simba. Kuna kitu anaweza kukipata, lakini kama wakicheza kama ambavyo wanacheza kwa mazoea, kwa uwezekano kama ni mchezo wa 3 mfululizo wanaopoteza. Baada ya kupata uhondo wa uchambuzi huu wa ligi kuu soka Tanzania bara, kinachofanya share kwa mwingine na mwingine naye share kwa mwingine, ili aendelee kupata nafasi ya kusikiliza ama kupata nafasi ya kutizama uchambuzi ambao tunauchambua hapa Eze Sports TV. Kikubwa loading to subscribers 1000, na tuna jambo letu kubwa kabisa. Tukimbizane guys, tukimbizane ili kusudi tuweze kufika hapo vizuri kabisa. Facebook, TikTok pamoja na YouTube, sisi tunapatikana hivyo kwa Eze Sports. Utatukuta hapo na uchambuzi hapo ulikuwa vizuri kabisa chini ya Captain
Elisha Sing'ambi, ambaye na kwenye mitandao yake ya kijamii utampata hivyo hivyo kwa Elisha Sing'ambi. Ukienda hapo kila kitu kitaenda sawa. Mimi naitwa Eze Sports. Bye bye.